wanaume, na hizi ndio sifa za wanawake wenye sura mbaya. Okay, kweli kila mtu ako na sura yake. Mwenyezi Mungu hakuumba sura mbaya, lakini muonekano wetu sisi binadamu, macho yetu. Mwanamke mwenzako unaweza kuona yule mwanamke kweli ana sura mbaya. Mwanaume unaweza kuona yule pale hakuna sura. Utamwona ako flat, hana matako, akanakaa hivi hivi tu. Anakaa kidude tu. Hata akipita kwa maboma huko anabwekewa na umbo. Maana umbo haielewi huyu ni mtu anaenda mbele ama anarudi nyuma. Wacheni niwaambieni sifa za hao wanawake mnawaona hivyo. Kitu ya kwanza ni watiifu sana wakiwa katika ndoa. Kitu ya kwanza nini? Ni watiifu sana wakiwa katika ndoa. Kitu cha pili, wanawake hao wako hivyo, hawana marafiki wengi. Na mwanamke ikiwa hana marafiki wengi, basi huyo ni wife material. Kitu cha tatu, huyu mwanamke hata akipost picha yake kwa FB, utaona itakaa hata mwaka moja imepata like 5. Huyo sasa ndio mtu wa kuoa ukae naye milele. Kitu cha nne, huyu mwanamke ni mshirika wa kweli wa mwanaume. Ako na upendo wa dhati. Anapenda sana mwanamke. Kitu cha tano, huyu mwanamke ako hivyo anamsikiza sana mume wake. Akishaolewa tu anakuwa uamuzi wa mume wake ndio bora zaidi. Hapingi uamuzi wa mume wake. Kitu cha sita, huyu mwanamke hana madharau kabisa. Hana madharau na mume wake. Manake anaona mimi kweli kama niko hivi nilivyo, hata yeye ananiangalia kwa kioo anaona venye sura alivyo. Lakini akiona ako hivyo na alipata bwana, basi ako bora zaidi. Manake kuna warembo wengi kuliko yeye ambao hawana mabwana. Basi kwa hivyo atakuheshimu kwa kila njia yote. Sisemi hivyo atakuheshimu ati mumfanyie madharau, lakini hapana, huyu mwanamke ni vumilivu. Huyu mwanamke ni all weather. Huyu mwanamke ni heavy duty, mwanamke akiwa namna hiyo. Kitu cha saba, huyu mwanamke kama umempanga kitu na yeye, hakikisha huyu mwanamke hata kuacha peke yako, atamng'ang'ana hiyo kitu mpaka pale mwisho kitakuwa. Kitu cha sita, huyu mwanamke upenda sana wazazi wa kule bwanake amekotoka. Huko bwanake amezaliwa. Hapendi huku kwao vile sana. Adhamini kwao sana huyu mwanamke. Apenda kule kwa bwana sana. Kitu cha 8, huyu mwanamke mnamuona ako hiyo sura. Wale wanao atawalea kwa heshima na busara kuliko huyu mwanamke mwenye sura mbaya kukimbia huku na huku. Maana huyu mwenye sura nzuri unamuona kuna sura mbili anakimbia nzuri anakimbia huku na huku. Wale watoto wake wataonyeshwa wanaume tofauti tofauti. Kwa hivyo hata wewe bwana ukitafuta bibi, hakikisha yule bibi unamuoa akitoka kwa kamama kanakaa hivi hivi na kako na bwanake. Oa hapo. Ile kitu walipatiwa pale, walipatiwa kitu heshima na busara. Hii ni kuachanua nyinyi wanaume wakati mnatafuta bibi. Kitu cha 9, huyu mwanamke hakuna siku watafikiria kuacha boma yake aende kufanya. Hata ukimfukuza huyu mwanamke anaweza kuambia mimi siendi, niko hapa ndio kwangu. Na kama ni kwenda tutaenda sisi sote. Huyu mwanamke hata ikifikia mmekosana, kitu cha 10, hata ikifikia mmekosana, hata pengine bwana saa zingine hasira zinampanda akampiga bwanake kofi, yule mwanamke hawezi kufikiria kujilipiza kwa bwanake, hawezi kujifikiria kutukana bwanake, hawezi kufikiria. Lakini hawa wanawake unaona wako sura nzuri, ndio maana wamekaa waolewi hivyo na wanaume. Huyu mwanamke jaribu mpige, atatoka nje na kuokota mawe na kukutukana. Ng'ombe hii, malaya wewe una akili malaya. Ataokota mawe, nitakupiga, atakwambia matusi yote, niko na wanaume kama wote mimi, hata uwezi kunisumbua, nitaenda sijui nini hivyo sasa. Lakini huyu unamwona sura mbaya, ni mtu mvumilivu, ni mtu ambaye ukimkutana naye tu akupende, anakupenda ile upendo wa dhati, anakuwa ule mshirika wa dhati, na ako tayari kukupa mwanaume utulivu wa moyo. Na hakuna kitu kingine tunafuata sisi wanaume, si makalio, si matako. Maana wanako wengi wameacha kutumia ubongo kufikiria, wameanza kutumia wanaheshimu matako yao kuliko ubongo wao, ambapo hiyo ni wrong. Ukianza kuheshimu matako yako kuliko ubongo, na ubongo ni unafikiria, basi inakuwa ufikirii tena, unaangalia yale makalio, unaangalia yale matako, na ambapo hiyo si ndio maisha. Maisha ni kutumia ubongo usonge mbele.